Yeah. Umenipata? Ndio. Kuna vitu we can avoid na kuvumilia na kusema hata kama amefanya hii makosa mara mbili mara tatu, hiyo kidogo tunaweza maintain. Lakini no, just resign. Eliud Langat just resign. Even as Deputy Inspector General of Police Eliud Langat announced that he was stepping aside following pressure over the killing of Albert Ojwang. Baada ya jina lake kutajwa mara kwa mara bungeni, ni wapi majenzio akiandamana, kila mtu anamtaja. Hata wale ambao baada hivyo bado raia wanasema no, hapana, ondoka, just resign. Yes. Even though the Standard wanasema katika gazeti la leo la The Standard, na nilikuwa tayari nimepitia ile online version ya hii story. Yani ni story ambayo imejaa pale katika ukurasa wa 4, wa 5, wa 6 na wa 7. Na ni story ambayo iko very interesting, ni kuhusiana na Wakenya vile ambavyo wanasema. Alafu pia vile baada ama hiki kichwa kimekuja sababu ya hili. Kuna polisi alikamatwa. Ndio. Yuko mahakamani. Ndio. Akatoa statement jana. Ama akazungumza jana. Yes. Akasema kwanza, mimi mmenishika mmeniweka ndani kwa mambo ambayo yalitekeleza paka Albert Ojwang akafariki. Kwanza kitu cha kwanza, nilikuwa natekeleza orders. Yes, from above. Orders from above. Umenipata? Yes. Kwa hivyo hata mkaja hapa mkaniweka ndani na nini, mimi niliambiwa fanya hivi na hivi. Yani si mnajua vile mtadili na huyo jamaa. Hivyo ndo aliambiwa, si mnajua vile mtagusa huyo jamaa. Ati mumdiscipline. Si mtamdiscipline huyo jamaa. Huyo jamaa aliongea maneno mbaya, mtadiscipline yeye. Haya. Na akasema mahali hizo orders zilitoka kabisa. Akasema yes, wajua hawa polisi wanajua mahali orders zinatoka. Yes. Si ati ni wajinga. Haya. Cha pili, kumbe walipo 2,200. Imagine ati ya pombe. Imagine 2,000. Alafu akanunua drinks. Lakini nyinyi polisi nanyi, yani how cheap can you be? Sisemi ya kwamba kuna hela ambayo unafaa kulipwa kwenda kumaliza maisha ya mtu. But swali 2,000. Yani hata ni story hata ya aibu. Yani niliona mpaka mimi mwenyewe kama Mkenya nikasikia aibu. Nikasema hapana. Nikasikia aibu for 2,000 bob. Imagine. Mkamaliza maisha ya baba ya mtu. Imagine. Bwana ya mtu. Imagine. Mtoto wa mtu. 2,000 bob. Wewe hapo mahali huko sasa nikikupatia shilingi 2,000 na nikwambia nataka kupatia shilingi 2,000 nikuulie huyu mtoto wako, will you agree? Siwezi. Shilingi 2,000 ni nini? Kitu nitatoka hapa nje ishaisha. Yani that story is, yani it is just getting sadder and sadder. Yani hii kisa cha Albert Ojwang inaendelea kuwa ya kudhoofisha na ya kusikitisa zaidi na zaidi. Imagine. Na akataja kabisa jina ya DIG. Akataja jina kabisa. Yes. Akasema the orders zilitoka kutoka wapi? DIG. Kabisa. Na akasema hata hivyo akataja paka UCS. Sema hii ilitoka huko ikakuja kwa UCS. Talama kaniambia mimi kazi yangu ilikuwa ni kutekeleza orders tu. Na akataja wanaume 4 ambao walikuwa pale kwa seli. Imagine. Ambao waliambiwa pigeni huyu kijana. Lakini wanasema he was not supposed to die. Imagine. But with the beating ambayo mlimpiga, wewe ungepigwa hivi ungekuwa uko hai. Hawezi kuwa hai. Ungekuwa uko hai. Hilo huwezi kuwa hai. Wanaume 4 wananyesea huyu kijana, wakimpiga ni mateke na ni nini pale kwa cell. Mpaka kuna watu wengine wa cell wanasema kwamba tulikuwa tunasikia mpaka akipiga nduru. Imagine. It is such a sad story. Yani mimi nikisikia vile watu wanaongea, yani mpaka machozi yananitoka. Wacha nikwambie kitu jilani. Yule Satan ambayo tunazungumzianga. The devil that we talk about. Ndio hao. By the way ndio hao. Mtu asikudanganya ati Setani ni mtu ambaye yuko na pembe sijui yuko wapi. Hawa ni masetani. Kutoka yule aliye juu mpaka hawa ambayo walikuwa pale kwa sel. Wajua nyinyi wa Kenya mnafikirianga ati shetani sijui ako red, sijui ako na mapembe, ati anakuja in spirit. Shetani anaweza tokea kama mtu. Setani na akakumaliza kabisa. Yes. Na akakumaliza. Hawa ni mababa za watu, hawa ni watoto wa watu. Masetani kabisa. Hapana. Devils kabisa. Hapana. No.